Hamisa alipoamka, alikuta kijana aliyemlaza amekaa kwenye kiti pembeni ya kitanda akimtazama usiku mzima. Alipomuona, akashtuka sana. "Wewe ni nani? Niambie nimefika hapa vipi? Niambie, wewe ni nani? Mbona unanitazama hivyo?" Mara moja, akaanza kuitafuta ile picha. Kijana huyo akamwambia anaitwa Moses. Akamueleza kila kilichotokea hadi akajikuta ndani ya nyumba yake. Hamisa akamshukuru sana kwa msaada wake na kwa kumpa mahali pa kulala, lakini akamwambia wazi kuwa lengo lake kuu ni kumtafuta mpenzi wake na hakuna jambo lingine. Moses akamwambia kuwa anahitaji kwanza kutulia na kujitunza ili awe na nguvu za kuendelea na safari yake ya kumtafuta. Naye akaongeza kuwa yeye anatakiwa kwenda kazini. Hamisa akasema anajisikia vizuri, lakini Moses akaendelea kumsisitiza bakie nyumbani ili baadaye amsindikize kumtafuta mpenzi wake, hasa kwa kuwa Hamisa hakuwa anaifahamu miji vizuri. Hatimaye Hamisa akakubali. Baada ya Moses kuondoka, Hamisa akachukua ile picha akajaribu kutoroka kwenye ile nyumba, lakini hakufanikiwa. Mlinzi wa usalama alimkamata mara moja, akampigia simu bosi wake na kumweleza kuwa amemkamata msichana aliyekuwa akijaribu kutoroka. Moses akaja haraka sana. Ilionekana wazi kuwa alikuwa ameanza kumpenda Hamisa. Alipofika, alimkuta Hamisa akitazama picha kwa huzuni kubwa. Akakaa pembeni yake na kumuuliza kuhusu picha hiyo. Hamisa akamsimulia kila kitu tangu mwanzo hadi mwisho kuhusu maisha yake na mpenzi wake Morris. Fuatilia show zaidi kupitia Swahili X platform ukiwa nami Diva.